Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia uko wapi? Amen. Jehova asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu alimwita Adamu, akamwambia uko wapi? Maisha ya Adamu tunajua sisi sote. Tunafahamu alikuwa akiishi wapi. Tunafahamu kwamba alikuwa rafiki wa Mungu. Walifanya maagano na Mwenyezi Mungu. Haleluya. Amen. Walifanya maagano na Mwenyezi Mungu. Na unapofanya agano na mtu lazima uikamilishe. Unapokuwa na agano na Mungu lazima uikamilishe. Ilikuwa siku yote na saa 9 ya jioni Mungu alikuwa anafanya visiti ambapo Adamu alikuwa. Nitaenda tu kwa juu ili nikitayarisha njia ambayo Mungu utapitia. Alikuwa saa yote akifika kimwangalia. Maandiko yanatuambia sema Mungu katika shamba la Edeni kulikuwa salon nzuri sana. Kulikuwa viti vizuri sana. Hakukuwa nakosa kitu chochote huko ndani. Kila chakula ilikuwa. Alipewa hata mamlaka mengi zaidi. Haleluya. Amen. Kwa ajili ya kumpenda akamwambia nimesha kufanya vitu vyote, lakini hivi vitu ambavyo vimekuwa kama vile ni nyama yote nikatia na chini. Akamkofia akamwambia nyama zote zipatie na chini. Haleluya. Lakini kuna kwa kitu kimoja tu ambayo alikataza Mungu ndani katika hiyo. Katika hiyo mti ambao ulikuwa ndani ya ujuzi na mema, akamwambia usijaribu hata siku moja. Siku utagusa ile mti utakufa. Haleluya. Amen. Siku utagusa ile mti utakufa. Waliketi hivyo, lakini siku moja niende kwa haraka. Siku moja nyoka alikuja kumdanganya. Mimi sisemi kama nyoka, tunasema nyoka kimaandiko, lakini shetani alikuja kumdanganya mke wa Adamu. Akamwambia hii kitu ambacho nakukataa usikule, wamekudanganya. Lakini ukikula tu lazima na wewe utajua mambo mengi zaidi. Haleluya. Amen. Eva akachukua ile tunda akaikula. Habari za walikuwa Maria mnazijua. Akaona hawezi kula mwenyewe, lazima bebee mwenzake. Akambebea, hii inawaita ulimageti. Akapelekea mwenzake, alipompatia akaona sitamkarahi. Ijapokuwa amekuja kukosea, akakuwa desima. Pamoja na hiyo, lazima nitumie tu. Haleluya. Akasahau maagano ya Mwenyezi Mungu. Na alipotumia pale mahusiano na Mungu ikaisha. Haleluya. Amen. Alipotumia mahusiano na Mungu ikaisha. Maandiko yakasema wakati ya jioni Mungu alipokuja kama vile kawaida kumtizama mahali alipo, alikuwa anazungumza na kila siku saa 9 ya jioni. Akakutana Adamu hai. Tunaposoma maandiko, asema Adamu aliposikia miguu akakimbia akajificha. Mungu akauliza Adamu, uko wapi? Asema nalisikia sauti yako nikakimbia. Akamwambia je, ulikula? Aseme mwanamke ambaye alinipatia ni yeye asababisha mimi. Mtoto wa Mungu kuacha mambo ya lawama. Kulea kupiga magoti na kulia na mwambia Mungu nihurumie, nitenda silojua, lakini anataka kujisifie mambo ambayo hayawezekani. Wewe na mimi siku ya leo maandiko au Mungu anatueleza tuko. Yawezekana tulikuwa karibu na Mungu, lakini tumekuwa tena mbali na yeye kiroho. Kimwili tumejitia kwamba tuko pamoja, lakini Mungu anaona kama tumemwasi. Ndio maana anauliza leo tuko wapi? Ulikuwa kuzungumza na Mungu na maombi na mfikia na pale ukipata majibu. Leo anakuuliza uko wapi? Ulikuwa saa yote kanisani ukimwimbia Mungu katika haki na kweli, lakini kwa kanisa upatikanaje tena? Leo anakulalamikia uko wapi? Ulikuwa saa yote ukipangwa uonekane kwa madhabahu, lakini unakuwa baba wa sababu. Sababu zimekuwa nyingi, imewa kazi ya Mwenyezi Mungu. Leo sauti inasema uko wapi? Ulikuwa ukizungumza na mzazi vizuri, mzazi anakupatia shauri unasikia, anakuita na unaitika. Leo wanakuuliza uko wapi? Mume na mke walikuwa mnakati vizuri ndani ya nyumba, lakini leo
lazima kurudia. Bado Mungu anaacha na siku ya leo. Anakuuliza kwa ukiwa tu mwepesi kurudia, iko mwepesi kusamehe. Anasema hata dhambi zetu ziwe nyekundu kama damu, atafanya nini? Ataziweka tena ziwe nyeupe kama nini? Kama theluji. Hakuna ambacho kinamshinda Mwenyezi Mungu. Mungu anaacha na mtu. Siku ya leo Mungu anakuita uweze kurudi. Ikiwa ulianguka, ikiwa uliasi, ikiwa ulienda kinyume na mapenzi ya Mungu, lakini Mungu anashabaya hapa anasema rudia, umtumikie katika hali hii. Atakupatia nafasi yako. Yeye ndiye kubariki kwa jina la Yesu. Amen.